Bwana, kuna story ambazo zimekuwa zikitrend this week, na one of the stories ambazo zimekuwa zikitrend ni story yake Nadia Mukami na Arrowboy. Bwana, ni couple ambayo wengi sana wametamani kuwa kama hiyo. Ni couple ambayo wengi sana wameimezea mate kwa muda mrefu sana. Ni couple ambayo ilikuwa haina madramas, ni just couple, mziki, relationship and support na mapenzi kwenda mbele. Lakini hivi karibuni Nadia Mukami na Arrowboy wamezua gumzo katika mitandao ya kijamii, na mwisho wa siku kwisha wameachana. Bwana, ikumbuke kwamba Nadia Mukami na Arrowboy wamefanya ngoma kali zaidi ya 3 na pia wamefanikiwa kupata watoto wawili, na chanzo kabisa hasa ya kwa nini Nadia Mukami na Arrowboy wamekosana bado hakijabainika. Lakini kwa wambea bwana, tumefanya research na tukaangalia labda kuna mambo ambayo yamefanyika na ni kwa nini Arrowboy na Nadia Mukami wamekosana. Kwanza kabisa, hii bifu ama ugomvi ulitokelezea pale ambapo Arrowboy ama Nadia Mukami alitoa kibao cha X harudiwi. Tukiangalia katika ile video ambayo Arrowboy Nadia kwa brother alikuwa anatiza kutoa hichi ngoma cha X harudiwi, kidogo alikuwa anamkashifu Arrowboy. Kaenda paka akatoa pete yake ya uchumba na kusema kwamba X akionyesha maradharau hawezi kurudiwa. Ni bwana, haikuenda freshi na Arrowboy hakuzungumzia kitu chochote kile. Muda baadaye Arrowboy akashikana na Dufla Diligon, marafiki sana wa karibu, na kuachilia kibao cha kumsifu pale side chick. Ukisikiza kibao kwa makini, si kwa makini but inajionyesha waziwazi ya kwamba wanamsifu side chick mpango pale. Sema kwamba side chick akona stingo deadly, yani style ya helicopter. Yani hizi jamani, style ya helicopter. Aya, Nadia akakuja akafunguka akasema kwamba bana Arrowboy anamkosea, hakufaa kutoa kibao kile cha side chick kwa sababu hakijamzungumzia vizuri, unaona. So ikawa nipe nikupe katika interviews, vipi to drop ngoma ama nini. Arrowboy anauliza pale, vipi ngoma iko vizuri, lakini story ambayo ilikuwa inaleta sintofahamu pale. Lakini mwisho siku kusha tunaona kwamba Nadia na Arrowboy walijitokeza hadharani na kusema kwamba wamepart ways, wameachana kabisa. Anyway, tusilete my feelings. Aya, na juzi tu Nadia akafunguka katika interview na kusema kwamba Arrowboy hawezi pata kama yeye. Tumsikize mtoto Nadia alivyosema. Number 1, hawezi pata kama mimi. So hata kijaribu atakuwa ame downgrade. I mean, look at me. Atatoa wapi kama mimi? You understand, like I'm a full package baby. So sikame rajichana. Watadi grill anyway, but nikupa kujiamini. I think haizi tu pata kama mimi. Anaweza jaribu, but you okay with him trying? He can't. Haizi pata kama mimi. Haizi. You could try? Hawezi. Jua kileta mtu mwenyewe, of course I'll just leave. You know, me I'm like, kama mtu anitaki me, I'll just walk away. I'm so good, like I'm so good at that. But so like haizi pata kama mimi. Weya. Bwana, kwa maoni yako, kulingana na venye hizi drama zenye zimekuwa between Nadia Mukami na Arrowboy, wewe unasemaje? Is it that this is real, how wawili wamepart ways, ama is it that they are clout chasing kurudi katika industry ya mziki? Tukiangalia mziki wa Arrowboy nowadays umeenda chini, tukizungumzia Nadia Mukami sahi mziki wake pia umeenda chini, si kama venye tulikuwa tumemzoea Nadia. Je, ni kweli hawa wawili wamepart ways, ama they are just doing it for internet, ama clout chase, ama tuyeke kwa clout chasing? Bwana, tukiachana na story yake Arrowboy na Nadia Mukami, bwana, kuna mashabiki wa Arsenali. Bwana, mashabiki wa Arsenali wamekamatwa kwa kusherehekea vibaya kule Eldoret na wameachiliwa na fine ya 500 each. Haikufaa kuachiliwa na fine ya 500. Wanafaa kuachiliwa na fine nyingine legit nzuri, kima kirefu. Bwana,
8 Arsenal fans in Eldoret were each fined Kenya shillings 500 after appearing before a court over allegedly disorderly conduct during celebration following the club's EPL title win. According to reports, the fans were arrested in Kisumu area while celebrating Arsenal victory, with police accusing some of being drunk, shouting and causing disturbance in neighborhood. Waendelea kusherekea tu. Si Arsenal wameshinda, waendelea kusherekea tu. But be responsible bana. Unawezaje kushikwa na polisi just because unasherekea, unakunywa pombe, unapiga kelele, unaharibu unaharibia usingizi majirani? Hata kama ni over 22 years, lakini mtakuwa responsible. Arsenal fans, I'm talking to you. Mind you that UEFA Champions CN. Anyway, tusonge mbele kwa Mr. Oga Obinna. Bwana Oga Obinna tunaona kwamba ameteka internet recently baada ya kuonekana kwamba wanadada wengi sana wanamkufia Oga Obinna pale katika mitandao ya kijamii. Physically tunaona kwamba wengi sana wanashobokea, tuseme wanamshobokea Oga Obinna. Na tumeona kwamba Miss P amekuwa pale katika anga za Oga Obinna. Tukiona pale kuna Naomi amekuwa katika anga za Oga Obinna. Tukiangalia pale kuna Jitabi pia amekuwa katika anga za Oga Obinna. Lakini Oga Obinna katika interview amefunguka na kusema kwamba mademu ananipenda juu ya do. Mimi sio fala, najua. Oga Obinna hivyo ndo alifunguka. Nasema wale wanadada wanampenda kwa sababu Oga Obinna ako na pesa. Tukiangalia Oga Obinna amefungua Obinna Studios yake. Tukiangalia Oga Obinna ako na Prado, ako na Range Rover, ako na Lexus 570. Pesa tupu. Na wengi sana tumeona wanaleta mbwembwe, na Obinna akasema kwamba yeye anapenda lakini hatawahi kuoa, hawezi oa. Mpo? Kwa hivyo wanadada kidogo ni kama ashagundua anga zenu, ni kama ashajua venye kunaenda bana. The story ya Oga Obinna. What do you think ladies love you so much? Because looking at tukiangalia sana, you're the most loved man mwenye mademu wanacrashia sana, posting I want Obinna, I want Juni. What do you think they love you? Si pesa tu. They want your money. Kwani mi fala nini? Ni pesa tu. I'm not the most handsome guy you'll meet. I'm not the most outspoken guy you'll meet. I'm not the only celebrity you know. However, amongst the ones that they know, I'm the one that they assume has his shit together. And most ladies like that. When they see a complete project, they're like, that looks like a project I can invest in. Very few ladies will go and say, oh, this is the groundwork. Let's do the groundwork. Let's do the foundation. Let's build it all the way up. There's just that. Then now there's a bunch of single mothers who think I would make an appropriate father to their children. They're like, oh, I wish you'd be my baby daddy. Tukisonga mbele pale. Bwana, turudi pwani. Tuzungumzie pwani. Bwana, kuna story ambayo imeleta sintofahamu baina ya Augustine Mwambegu na Magwaya ndani. Augustine Mwambegu kwa mradhi ni mtu ambaye tumejuana na tulisoma na yeye acha niweke hivyo, tulisoma na yeye pale Malindi High School, na yeye alikuwa form 4, mimi nilikuwa form 1 back then. Na akapata kazi kule Radio Kaya. Tushapatana several times, tushapatana pale Bamburi, kulikuwa na show ya Radio Kaya pale, na tukapatana tena Safaricom, ile soka ya Safaricom. Now, kwa nini tunamzungumzia Augustine hapa? Bwana Augustine, kuna statement ambayo alikuwa anaizungumzia pale katika Radio Kaya. Story fulani tu, story ya katika kipindi kuchachawiza katika kipindi pale. Lakini kuna content creator anayejulikana kama Magwaya. Magwaya ndani wengi wanamjua sana kwa video zake ambazo anafanya pale. Akaichukulia ile story side nyingine na kuquote ya kwamba Waduruma ni wachawi, ikizingatiwa kwamba Magwaya ni Mduruma. Na akamwambia pale Augustine aombe msamaha kwa Waduruma. Ona?
na ilikuwa ni story ambayo Augustine hakuwa ametaja Waduruma pale ndani. So Augustine amekuja akafunguka, alinyamazia swala kwa sababu alikuwa ameenda Nairobi. Nikiangalia katika posti zake za social media pale kwa Nairobi pale siku kadhaa, na tukiangalia pale aliporudi katika kipindi alimwambia Maguaya kwamba hakuwa amemtaja Waduruma wote. Ni story yenye ilifanyika Kinango, lakini hakuwa ametaja Waduruma wote. Kwa hivyo Maguaya alijishuku, na Augustine akaenda kwamba akasema kwamba kuna za ndani ambazo amezishikilia pale, story nyingi ambazo anazijua, anataka kuzidisclose. Bwana Augustine mwaga, leta ubuyu, leta story. So is it that first mkiambiwa ukweli mnakasirika? Hiyo ndio kitu nataka kusema. Is it that ni ukweli ambao Augustine alisema? Okay, Augustine hakusema kwamba Waduruma ni wachawi, lakini Waduruma wenyewe ikiwemo Maguaya ilimuuma. Hii story ambayo iko, tutakuwa tunaicheza hii story hapa. Je, wewe unaizungumziaje story ya Waduruma, especially Maguaya akimzungumzia Augustine pale? Ndugu yangu Maguaya, na kuheshimu on a very serious note, by the way, nimezima mpaka muziki. Mimi nakuheshimu Maguaya, lakini I am a very wrong guy to mess with. Maguaya, mnanijua, I am a very wrong guy to mess with, a very wrong guy. Naweza kubomoa vibaya sana, naweza ingia mpaka nitoe umbea wako wa chini ya kapeti, ushangae nilitoa wapi. Unaelewa? Issue na items ni vitu vya kiajabu ambavyo vimekuwa vikitokea. Kwenye ile issue na items ilikuwa inahusu jamaa fulani wa Kinango. Haikusema ni Mduruma ama si Mduruma. Istoshe, ilikuwa ni binti ndio alienda kumroga jamaa. Kwa sababu gani? Ameelimishwa kwekwe na hajaolewa. Jamaa alikuwa anaenda kuoa mke mwingine. Hapo kuna mahali nilisema Duruma ni wachawi? Kuna mahali nilisema Duruma ni wachawi? There's nowhere. Asa wewe mzee wa mapengo bwana, usiniwekea maneno ambayo sikuyasema. Unifanye trend kama mambo sikufurahia, by the way. Truth be told. Jokes aside, umbea kando, sikufurahia. Tutoke kwa Maguaya na Augustine, turudi pale Kilifi hapa pwani. Kuna mwanadada fulani anaitwa Sidi Baya. Wengi wanamjua Sidi Baya kwa umbo lake, wengi wanamjua Sidi Baya kwa sura yake pale. Bwana, jana pale katika mtandao wa Sidi Baya wa Facebook aliandika kwamba nimepigiwa simu na mheshimiwa akadai alilipa 60,000 kwa huyo alinipea, kwa hiyo anataka niende. Bado nikikota nasema mama anajiita selebu, kazi yako kuuza wenzako kwa wanaume, mbona usifanye kazi? Mbona sisi hatusemi wewe unalala na wazee, hawakulipi hata rent unaomba? Hino ni story nyingine inafanyika pale Kilifi ambayo bwana bado tunaifuatilia, lakini kulingana na Sidi Baya anachosema ni kwamba kuna one of the content creators pale Kilifi ni kwamba anauza marafiki zake ama content creators wengine kwa watu ambao wana pesa. Na kulingana na story ya Sidi Baya ni kwamba basi kuna pesa ilitumwa 60,000 ili Sidi Baya aende kulala na jamaa fulani ama mtu fulani pale. Lakini Sidi Baya ndo akakot hivyo. Bado akasema kwamba kuna mheshimiwa anataka pesa zake 60,000. Yaani mimi ndo unaniuza 60,000. Mbona pesa kidogo hivyo? Anyway, hiyo ndo story ambayo iko pale Kilifi. Bwana, kama unamjua ni nani ambaye anauza wenzake pale Kilifi, muandike hapo chini. Andika hapo chini ndio tufanye research tulete ubuyu. Bado tukiwa pale Kilifi, kuna msanii anajulikana kama Mika Hunda Silambika. Bwana ni content creator na bado ni msanii. Bwana, tukizungumzia story yake Mika Hunda Silambika, anasema yeye kama si 2 million hakuna show ambayo anafanya. Amesema hafanyi show chini ya 2 million. Si maneno yangu, ni maneno yake Mika Hunda Silambika. Wewe unaizungumziaje story ya Mika Hunda? Iko sawa kwake kupiga show? Yaani yeye show yoyote ambayo anapiga lazima kukuwe na 2 million kitita pesa rasmi. Ndio apige show pale.
Kiangalia kulingana na red card yake, je, anafika ama ni papara tu za mitandaoni? Oyo imekuwa weekly update show kama kawaida. Mimi najulikana kama Beka Smasher. Tupatane hapa same time same place, na tutakuwa tunakuletea all the trending stories. Don't forget to follow us on social media platforms kama vile Beka Smasher. Oyo, peace out.